Mheshimiwa wetu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa taarifa hiyo uliyotoa kwa umahiri mkubwa sana na imeungwa mkono hoja hii. Asante sana, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, sasa tunaendelea. Namuita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mwenyekiti wa kamati, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote nipende kwa kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia siku ya leo. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya muda nitaomba taarifa yote iingie kwenye kumbukumbu rasmi, yani answered. Taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 121 kifungu kidogo cha 5 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la 2025, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Spika, ili kurahisisha mtiririko wa maudhui pamoja na kuzingatia masharti ya kanuni ya 145 ya kanuni za Bunge inayohusu taarifa yoyote ya kamati inayowasilishwa bungeni, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 5 kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza inahusu msingi na mawanda ya uchambuzi. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa wizara. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27, na sehemu ya 4 inafafanua maoni na ushauri wa kamati unaotolewa kwa serikali, na sehemu ya 5 inahitimisha taarifa ya uchambuzi na kuonyesha msimamo wa kamati. Msingi wa uchambuzi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa kamati wa kuchambua taarifa ya utekelezaji wa majukumu na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum unawekwa na masharti ya kanuni za Bunge kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 5B kikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza A cha nyongeza ya 8 ya kanuni za Bunge. Vinaipa uchambuzi wa bajeti na makadirio ya wizara hii. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 120 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge imeweka masharti yanayoitaka taarifa ya utekelezaji wa makadirio ya wizara kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Mawanda ya uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa wizara fungu 53 kwa mwaka wa fedha 25-26 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 26-27. Mheshimiwa Spika, uchambuzi uliofanyika uligusa maeneo yafuatayo: A, utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 25-26. B, makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 26-27 na makadirio ya matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uchambuzi kamati iliongozwa na kigezo cha asilimia pamoja na kufanya tathmini ya jumla na ulinganisho wa mambo mbalimbali. Mambo hayo yaliiwezesha kamati kubaini hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mantiki ya mpango na makadirio kwa mwaka wa fedha unaokuja. Uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, sehemu hii ya taarifa inaripoti matokeo ya utekelezaji wa masharti ya kanuni ya 120 kifungu kidogo cha 2 ya kanuni za Bunge.
Kanuni hiyo inazitaka kamati za bunge za kisekta kuchambua taarifa za utekelezaji wa bajeti ya wizara inayosimamiwa kwa mwaka wa fedha unaoisha na kufanya ulinganisho wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha unaofuata. Mheshimiwa Spika, ili kukidhi masharti hayo, tarehe 24 Machi 2026, kamati ilipokea taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 25-26 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27. Taarifa hiyo inajumuisha mpango wa bajeti ya wizara fungu 53. Mheshimiwa Spika, baada ya hatua hiyo, kamati inatoa taarifa kuhusu mambo yafuatayo: A, uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati; B, ukaguzi wa miradi; C, utekelezaji wa vipaumbele; D, hali ya ukusanyaji wa maduhuli; na E, hali ya upatikanaji wa fedha. Uzingatiaji wa ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, katika kulisaidia bunge kutekeleza jukumu lake la kuishauri serikali, tarehe 27 Mei 2025, wakati wa uwasilishaji wa hotuba ya mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 25-26, kamati ilitoa maoni na ushauri kuhusu mambo 11 kwa fungu 53. Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa baadhi ya maeneo ushauri wa kamati umezingatiwa, huku maeneo mengine utekelezaji wa ushauri wa kamati haujafanyiwa kazi kwa kiwango cha kuridhisha. Mheshimiwa Spika, mfano wa ushauri uliozingatiwa ni wa kutoa fedha kwa ajili ya mikopo nafuu kwa wafanyabiashara ndogo, ambapo wafanyabiashara 6306 wamenufaika na mikopo hiyo yenye thamani ya shilingi bilioni 13,156,183,000 na shilingi 22. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo kamati ilibaini kuwa baadhi ya maoni na ushauri ambao utekelezaji wake hauridhishi nao ni kama ifuatao: A, kuandaa mkakati maalum unaotekelezeka wa kupima na kupata hati ya maeneo yote ya vyuo na vituo ambavyo havijapimwa. Lakini B, kuendeleza maeneo makubwa yanayomilikiwa na taasisi, vyuo na vituo vilivyo chini ya wizara kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. C, kuweka mikakati madhubuti ya ufuatiliaji na uhamasishaji wa mashirika yasiyo ya kiserikali kulipa ada ili kuongeza mapato ya serikali. Na D, kuandaa mkakati wa kutoa elimu juu ya faida ya kujisajili na manufaa yatokanayo na usajili wa wafanyabiashara ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo kamati ilibaini kuwa ukomo wa bajeti na upatikanaji usioridhisha wa fedha za maendeleo ni moja ya sababu ya wizara kushindwa kutekeleza baadhi ya maoni na ushauri wa kamati kwa ufanisi. Hali hii inaweza kupunguza manufaa ya wizara hii katika taifa na kupelekea kuzorotesha ustawi wa wananchi hapa nchini. Ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 120 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za Bunge, kamati ilifanya ziara katika mikoa mitatu, nayo ni Arusha, Kilimanjaro na Dar es Salaam. Katika mikoa hiyo, kamati ilikagua miradi mitatu ambayo ni sehemu ya miradi iliyotengewa fedha kiasi cha shilingi bilioni 26,941,456,000 kwa mwaka wa fedha 25-26. Naomba kubainisha na kufafanua miradi hiyo pamoja na kufanya majumuisho ya mambo yaliyojitokeza katika ukaguzi wa miradi kama ifuatavyo. Mradi namba 6330 ambao ni ujenzi wa jengo la utawala katika taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu upo katika mwendelezo wa utekelezaji ambapo katika mwaka wa fedha 25-26 ulipokea kiasi cha shilingi milioni 600, ambapo mpaka kamati inatembelea eneo la mradi kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 200 zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu na kufanya jumla ya fedha zilizopokelewa tangu kuanza kwa mradi kuwa ni shilingi bilioni 3 na milioni 900. Jengo hilo linaundwa kwa kumbi za mikutano na ofisi za watumishi.
Mradi namba 6330. Mradi huu utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ukumbi wa mihadhara katika taasisi ya ustawi wa jamii Kijitonyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa force account wenye thamani ya shilingi milioni 626,405,367 na senti 66, ambapo hadi kamati inatembelea ilikuwa imetumia kiasi cha shilingi milioni 394,441,341 na senti 65, na mradi umefikia asilimia 82 na utakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi 400 kwa wakati mmoja. Mradi namba 6279 ambao ni ukarabati wa makazi ya wazee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilitaka kujionea tija inayoweza kupatikana iwapo makazi ya wazee yataboreshwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali. Ili kufanikisha hilo, kamati ilifanya ziara katika makazi ya wazee Njoro ambayo kwa kiasi kikubwa yamekarabatiwa na wadau wa maendeleo. Katika ziara hii, kamati ilipata fursa ya kujionea kuwa ipo haja ya serikali kuona namna ya kuongeza budget ili kuweka kwenye mpango makazi mengi zaidi, tofauti na hali hivi sasa ambapo makazi machache huwekwa kutokana na ufinyu wa budget. Aidha, kamati imebaini changamoto mbalimbali kwenye makazi haya zinazohitaji msukumo wa kibudget. Mathalan, katika mwaka wa fedha 25-26 wizara ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 1, ambapo hadi kamati ilipotembelea mradi shilingi milioni 568 zilikuwa zimepokelewa, ikiwa ni robo ya 3 ya utekelezaji wa bajeti yatokanayo na ukaguzi wa miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilipokea taarifa za utekelezaji wa miradi na kuona hali halisi kwenye maeneo ya utekelezaji wa miradi husika. Lengo ilikuwa kulinganisha na kubaini iwapo taarifa zilizowasilishwa na wizara zinawiana na hatua zilizofikiwa katika utekelezaji pamoja na madhumuni ya miradi inayohusika. Mheshimiwa Spika, tathmini ya kamati imebaini kuwa utekelezaji wa sehemu kubwa ya miradi iliyotembelewa na kukaguliwa na kamati imezingatia thamani ya fedha, yani value for money, na hatua iliyofikiwa inawiana na muda wa utekelezaji wa miradi husika. B, miradi iliyotembelewa na kamati ingekuwa na tija kubwa zaidi na ufanisi kama fedha za maendeleo zingetolewa kwa wakati kama ilivyokusudiwa. Na C, sehemu kubwa ya miradi iliyotembelewa inatumia force account, jambo linalopongezwa na kamati na litakalochochea utekelezaji wenye tija. Ukusanyaji wa maduhuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26 Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 ilikadiriwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 9,040,129,000. Hadi kufikia Februari 2026, wizara ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 2,991,829,587 sawa na asilimia 33.09 tu ya lengo la makusanyo ukilinganisha na muda wa utekelezaji wa bajeti ambao ni asilimia 66.7. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa uwezekano wa wizara kufikia lengo la ukusanyaji ni mdogo, kwani katika kipindi cha miaka 3 mfululizo makusanyo ya wizara yamekuwa chini ya asilimia 50 ya lengo la makusanyo lililoidhinishwa na Bunge. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilipokea na kuchambua mwenendo wa upatikanaji wa fedha kwa fungu 53 kutoka hazina kama ifuatavyo. Upatikanaji wa jumla ya fedha zilizoidhinishwa kwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 ni asilimia 67.8 ya bajeti, ikiwa ndani ya utekelezaji wa kipindi kama hicho. Lakini B, fedha za matumizi ya kawaida zilizopatikana ni asilimia 66. C, fedha za matumizi mengineyo yani OC zimepokelewa kwa asilimia 67. D, fedha za mishahara zilizopokelewa ilikuwa asilimia 65, ikiwa na upungufu wa asilimia 1.7 ya fedha iliyotakiwa katika kipindi kama hiki.
fedha za kugharamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo zilipatikana kwa 70% ya bajeti, na fedha za kuharamia miradi ya maendeleo ambapo fedha za ndani zilikuwa 87% na fedha za nje zilikuwa 48%. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni wa kuridhisha, na hivyo kamati inaishauri serikali kusimamia miradi kikamilifu ili ilete tija iliyokusudiwa kwa wananchi. Uchambuzi wa mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua uhusiano uliopo kati ya mapato na matumizi, kamati ilipokea ufafanuzi kuhusu lengo la maduhuri kwa mwaka wa fedha 26-27 ambapo wizara fungu 53 inakadiriwa kukusanya maduhuri ya shilingi bilioni 7,040,129,000. Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa makusanyo yamepungua kwa shilingi bilioni 2 sawa na 22.1% ikilinganishwa na makadirio ya makusanyo kwa mwaka wa fedha 25-26. Pamoja na kupunguziwa maduhuri, kamati ilipokea taarifa kuwa wizara iliibua chanzo kipya cha mapato ambacho ni ulipaji wa kodi wa shule za watoto wa kulala mchana, yani daycare centers, na kwa lengo la kuongeza uwajibikaji na heshima katika kutoa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara fungu 53 inakadiriwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 108,024,243,000 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli na vipaumbele vya wizara hii. Matokeo ya uchambuzi yanaainishwa kuwa jumla ya bajeti ya wizara fungu 53 kwa mwaka wa fedha 26-27 imeongezeka kwa 42.03% ikilinganishwa na mwaka wa fedha 25-26. Hii imetokana na kuongezeka kwa fedha za miradi ya maendeleo. Lakini mbili, bajeti ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 26-27 ni bilioni 50,137,801,000 sawa na 46.4% ya bajeti yote ya wizara. Bajeti hii imeongezeka kwa 2.08% ikilinganishwa na mwaka wa fedha 25-26. Ili ongezeko limetokana na kupatikana kwa kibali cha kuajiri watumishi. Na tatu, bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 26-27 ni shilingi bilioni 57,886,442,000 sawa na 53.6% ya bajeti yote. Hata hivyo, bajeti hii imeongezeka kwa 114.86% ikilinganishwa na mwaka wa fedha 25-26. Maoni na ushauri. Maoni ya jumla. Wizara iendelea kutoa elimu kwa wanawake inayolenga kuoanisha ni kwa namna gani wanaweza kunufaika na fursa mbalimbali zinazoweza kupatikana katika mchakato wa utekelezaji wa bajeti ya serikali. Na mbili, wizara iendelea kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu na msingi bora ya malezi na makuzi ya mtoto. Ukusanyaji wa maduhuri. Kamati inaishauri serikali kuwa iongeze kasi ya ukusanyaji wa maduhuri ya serikali kupitia uuzaji wa mitaala ya vyuo vya maendeleo ya jamii na ada ya malazi kwa wanafunzi wa vyuo hivyo, kwani imekuwa na mwenendo usioridhisha. Lakini mbili, iendelee kuibua vyanzo vipya vya ukusanyaji wa maduhuri ya serikali. Na tatu, iweke mikakati madhubuti ya uhamasishaji na ufuatiliaji wa ulipaji wa ada za mashirika yasiyo ya kiserikali. Upatikanaji wa fedha. Kamati inaushauri serikali kuwa itoe fedha za miradi ya maendeleo kama ilivyoidhinishwa na bunge lako tukufu ili kuweza kutekeleza shughuli kama zilivyopangwa. Na mbili, iongeze budget kwa ajili ya kutekeleza majukumu na vipaumbele kama vilivyopangwa. Sekta ya maendeleo ya jamii. Kamati inaishauri serikali kuwa iweke mikakati na jitihada za kubadili mitaala ya vyuo kwa lengo la kuzalisha maafisa maendeleo ya jamii watakaoendana na kasi ya maendeleo iliyopo. Lakini mbili, itengeneze vituo atamizi, yani incubation centers, kwa shughuli mbalimbali ili kuwezesha makundi maalum kupata elimu za ujasiriamali, ujuzi, masuala ya fedha na biashara ili iweze kuwasaidia kuwa na shughuli endelevu pindi wanapopewa mikopo.
Tatu, iongeze kasi ya kuhusisha sera ya maendeleo ya jamii ya mwaka 1996 ili iendane na wakati uliopo kwa lengo la kurahisisha mchakato wa kutunga sheria ya maendeleo ya jamii. Na nne, ianzishe bodi ya utaaluma, yani professional boards za maendeleo ya jamii kwa ajili ya kupata wataalamu wabobezi watakaoendana na soko la ajira lililopo. Utoaji wa mikopo ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Kamati inaishauri serikali kuwa iendelee kutoa elimu kwa wafanyabiashara ndogo ndogo juu ya kujiandikisha katika mfumo wa utambuzi na usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo. 2, iongeze kasi katika utoaji wa mikopo kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ili kuongeza idadi ya wanufaika kwa fursa hiyo inayotolewa na serikali. Na 3, iongeze kasi ya kufuatilia marejesho ya mikopo ya wafanyabiashara ndogo ndogo ili kutoa fursa kwa wengi zaidi. Sekta ya ustawi wa jamii. Kamati inaishauri serikali kuwa iendelee kuajiri maafisa ustawi wa jamii ili kukidhi mahitaji yaliyopo kwa sasa, jambo litakalosaidia uwepo wa wataalamu hao katika maeneo muhimu kama vile hospitalini, mashuleni, maabusu, mahakamani na sehemu nyingine. 2, ianze mchakato wa kuandaa bodi ya wataalamu wa ustawi wa jamii kwa lengo la kupata wataalamu bora watakaoendana na soko la ajira la sasa. Na 3, iongeze fedha kwa ajili ya kutoa huduma za ustawi wa jamii nchini, ikiwa ni pamoja kutoa fedha kadri zilivyoidhinishwa na Bunge. 4, itenge fungu maalum la kibajeti kwa ajili ya kutoa huduma za malezi na makuzi na maendeleo ya awali kwa mtoto. 5, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, sekta binafsi, iongeze kasi ya ujenzi wa vituo salama vya malezi ya mtoto ili maeneo mengi nchini yaweze kufikiwa na huduma hiyo. 6, iongeze msisitizo kwenye malezi na makuzi ya mtoto ili kuendana na mikataba ya malezi ya kimataifa. Lakini 7, iongeze nguvu katika ufuatiliaji wa mwenendo wa utekelezaji wa takwa la kisheria la kutenga 3% ya makusanyo ya halmashauri kwa ajili ya malezi na makuzi ya mtoto kwenye maeneo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaomba niirudie hii. Serikali iongeze nguvu katika ufuatiliaji wa mwenendo wa utekelezaji la takwa la kisheria la kutenga 3% ya makusanyo ya halmashauri kwa ajili ya malezi na makuzi ya mtoto kwenye maeneo husika. 8, iweke msisitizo katika utoaji wa elimu inayohusu afya ya akili kwa shule za awali na msingi hapa nchini ili kujenga kizazi chenye fikra chanya. 9, itafute namna bora ya kuweza kutekeleza sera ya matibabu bure kwa makundi maalum. Na 10, iuishe sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa ajili ya kuondoa kukinzana kwa sheria ya mtoto ya mwaka 2009. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kukushukuru wewe kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Aidha, napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yaingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge ya Ansad. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Daktari Doros Onesphoro Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, na naibu waziri Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Winfred Mahundi, mbunge, kwa kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi yao kwa ufanisi, ambapo hatua hii imesaidia kamati kufanya kazi yake kwa namna inayofaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa wizara pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano walioutoa kwa kamati wakiongozwa na Katibu Mkuu ndugu Eliakim Chacha Maswi na manaibu makatibu wakuu Bwana Amoni Anastazi Mpanju na Bi Felista Mdemu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa muhimu, napenda kuwashukuru watumishi wote wa Bunge chini ya uongozi wa Katibu wa Bunge ndugu Baraka Ildefonse Leonard kwa kuiwezesha kamati
kutekeleza majukumu yake vema na kuhakikisha shughuli zote za kamati zinatekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, sasa naliomba Bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 kwa mwaka wa fedha 26/27 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya Mheshimiwa wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, Mheshimiwa Hawa Chakoma Mchafu kwa taarifa hiyo. Nakushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya kupokea taarifa zote mbili, sasa tunaanza na uchangia